fundi cherehani akiwa anataka kushona suruali, anachukua kitambaa, anakikatakata, si ndio? Lakini kwenye ufahamu wake kuna picha ya nini? Ya suruali. Fundi carpenter anataka kutengeneza meza au kabati, analiona kabati katika ufahamu wake, lakini wewe unaangalia utaona vipande vya mbao. Amen. Ile unachokiona kabla ndio nguvu ya uumbaji ulionayo. Achilia hiyo, ni mfano mdogo. Mfano mkubwa, maisha yako yanatokana na ufahamu wako. Tikisha jina lako, mwambie mpendwa. Tikisha, mwambie mpendwa. Mawazo ulionayo yanaamua wewe ni nani. Tuna nguvu kubwa kupitia ufahamu wako. Ufahamu wako unaweza kuumba vitu vya kawaida. Ufahamu wako unaweza kuumba maisha yako. Ufahamu wako unaweza kuumba uponyaji wako. Taangalia baadaye kwa kina. Ufahamu wako unaweza kuumba kuugua kwako, na ufahamu wako unaweza kuumba hata kifo chako. Kuna nguvu kubwa ya uumbaji katika ufahamu wako. Mfano mdogo zaidi, umeshawahi kuona mtu mgonjwa alafu akawa hana mtu wa kumsaidia, kwa hiyo akawa anajifanyia kazi zake mwenyewe na shughuli zake? Au wewe mwenyewe, chukua mfano, labda siku moja ulikuwa unaumwa alafu hauna mtu wa kusaidia anayekuzunguka. Kwa hiyo kabidi ujipikie, ufanye shughuli mbalimbali, au uende yani labda kazini ukaenda au nini, ukafanya shughuli zako. Alafu na siku nyingine unaumwa, alafu kuna mtu wa kusaidia kila kitu. Ni kipindi kipi unajisikia mgonjwa zaidi? Halo? Ni kipindi kipi unajisikia mgonjwa zaidi? Kipindi ambacho una msaidizi, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu kipindi ambacho hauna kusaidia, hauwazi juu ya ugonjwa ulionao. Unawaza juu ya kazi ulionayo. Na kipindi ambacho una mtu kusaidia, unasema ninaumwa. Yaani ninaumwa, na matokeo yake unakuwa dhaifu na unajiona mgonjwa zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Umeshawahi kuona mtu anaumwa, anakwenda hospitali, anakutana na watu watatu wagonjwa kuliko yeye, alafu ghafla anapona? Tumsifu Yesu Kristo. Unataka kuniambia ni ugonjwa umetoweka? Hapana. Ni ufahamu wake umebadilika juu ya ugonjwa alionao. Kwa hiyo hali yako inaamuliwa na mawazo ulionayo juu ya hali ulionayo. Tikisha jirani yako, mwambie mpendwa, waza unachowaza kabla kuanza kuwaza. Kwa sababu ufahamu wako unaamua hali yako. Kuna mtu mwingine anaweza kama amekuja pale Moshi na anarudi nyumbani akijipanga kuja wiki ijayo aombewe apone. Na mtu mwingine kaja hapa baada ya kusifu na kuabudu akaona nimepona. Hao watu watapona kwa sababu ya mawazo walionayo. Tumsifu Yesu Kristo. Huyo aliyeamini amepona. Yule ambaye anasema mpaka wiki ijayo, nataka nikwambie mpaka wiki ijayo ndio atapona. Na si ajabu wiki ijayo akaja akaahirisha mpaka tena wiki ijayo. Ufahamu wako una nguvu. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo jambo la msingi hapa, kuna nguvu ya uungu kupitia ufahamu wako. Na ufahamu wako ni nguvu ya uungu katika uumbaji. Una uwezo wa kuumba.
una uwezo wa kufanya vitu vikubwa. Hawa jamaa wanasayansi nilikuwa nakwambia wanafikiria, wameshafikiria kubadilisha moyo, wanabadilisha moyo. Sasa hivi watu wakipata ajali kwa nchi za wenzetu, yani alikufa kwa ajali, ukizubaa wameshaondoa figo, maini, moyo, mapafu, kila kitu, wanakuachia ni mwili likavu hapo hapo. Wengine wanashaanza kwenda kupasua hata mifupa, wanaondoa zile marrow bones, zile urojorojo wa ndani, wameshauhifadhi haraka. Kuna watu ambao huwa wanasema, wameandika declare, nikifa viungo vyangu vitumike kusaidia binadamu. Kwa hiyo akifa chap chap wanashambulia viungo muhimu. Walijuaje haya? Kwa sababu ya kufikiri. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Nikupe siri moja ya ufahamu. Ufahamu unakaa kwenye ubongo, si ndio? Unafanya kazi kupitia ubongo, si ndio? Binadamu mjinga kabisa, yule taira ambaye ana akili, ana chembe za uhai bilioni 9. Na binadamu wa kawaida ni kati ya bilioni 12 mpaka 14. Kwa hiyo wewe na huyo jirani yako mna ubongo unaolingana, unaofanya kazi sawa sawa. Na binadamu mwenye akili sana kuliko wote ametumia 8% ya ufahamu wake. Hebu mtikie jirani yako, mtikishe. Mtikishe huyo anayesinzia hapo, mwambie, mpendwa, wewe umetumia 8% ngapi? Hizi chembe zina uwezo wa kuhifadhi vitabu 90,000 vyenye kurasa 1000. Hebu mwambie jirani yako, wewe umeshahifadhi vitabu vingapi kwenye ufahamu wako? Elfu 90 vyenye kurasa 1000, yani Biblia 90,000. Yani wewe ndivyo ulivyo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Wataalamu watafiti wanasema 95% ya maskini duniani wamejitakia kuwa maskini. Wameamua kuwa maskini kwa sababu ya kufikiri kwao. Tuendelee. Ya pili, kupitia ufahamu tunaungana na Mungu. Kupitia ufahamu tunaungana na Mungu. Huko mbele tutakuja kuangalia, tutakapoangalia sehemu 3 za ufahamu, tutaona ni kwa namna gani tunaungana. Lakini ukisoma maandiko ya Kolosai sura ya 3 mstari wa 10, neno la Mungu linasemaje? Sijakupa kazi saa nyingi. Neno la Mungu linasema, Kolosai sura ya 3 mstari wa 10, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyeumba. Kivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawa sawa na mfano wake yeye aliyekuumba. Kiunganishi. Okay, labda niseme namna hii. Kabla ya dhambi ya asili, Adamu na Eva walikuwa na ufahamu sawa sawa na aliyeumba. Baada ya dhambi, mpasuko katokea. Binadamu akaanza kufanya mambo kwa jinsi yake mwenyewe. Maandiko yanatuambia alizaa watoto kwa sura na mfano wake, sio kwa sura na mfano wa Mungu. Walianza kuwa kama wao wenyewe. Binadamu akaanza kuwa kama yeye mwenyewe. Wakati Yesu alipokuja kutukomboa kupitia damu ya Yesu, tunawezeshwa kuvaa utu upya. Tunawezeshwa kufanywa upya. Na tunakuwa na unapitia kwenye ufahamu wako. Haleluya. Ya 3, ufahamu unaamua maisha yako. Ufahamu unaamua maisha yako.
Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Tafsiri inasema ajiwaziavyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Sehemu nyingine inasema anavyotafakari mtu kwa kina ndiyo yatakayompata. Ukisoma Mithali 13:15 inasema ufahamu mwema huleta upendeleo. Tafsiri yake ni kwamba ufahamu mbaya utakuletea matatizo kutokana na mawazo yako ya jana, na kesho utakuwa jinsi utakavyokuwa kutokana na mawazo yako ya leo. Hebu muulize jirani yako, unawaza nini juu yako sasa hivi? Kuna msemo unasema tatizo si tatizo ulionalo, bali tatizo ni mawazo ulionayo juu ya tatizo ulionalo. Tatizo si tatizo ulionalo, bali tatizo ni mawazo ulionayo juu ya tatizo ulionalo. Naposema ufahamu unaamua maisha yako, mawazo yaliyo kwenye ufahamu wako juu ya tatizo ulionalo yatalifanya ile tatizo liwepo au liondoke. Haleluya. Nikupe mfano mmoja. Mimi siku nilipotoa maisha yangu kwa Yesu, nilipokea uponyaji wa vidonda vya tumbo. Na alikuwa anaongoza Father Bashobora, nimetoa maisha kwa Yesu, nikapokea uponyaji, nikaenda nyumbani, nikala pilipili sikuumwa, nikala maharage sikuumwa, nikafurahia. Nilifurahia ile hali kwa siku kama 10 hivi. Baada ya hapo ni kila pilipili nasikia moto unawaka tumboni. Nikaanza kufikiri, je, ugonjwa umerudi? Nikila maharage tumbo linauma. Lakini Mungu alisaidia, nikaanza kusema, mimi ninachojua nimepona vidonda vya tumbo. Kama tumbo unaendelea kuuma, kama vidonda unaendelea kuwepo, shauri yako. Mimi ninachojua, yule padre alisema nimepona, na ninachojua nimepona. Haleluya. Ili nisumbua karibu tena kama wiki 2. Na ikiwa naumwa anasema tumbo, mimi sikusikii, sikuelewi wala sikujui, ninachojua nimepona. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya zile wiki 2 mpaka leo sijawahi kusikia tena dalili. Sio mpaka leo tu, mpaka kesho hakutakuwa na vidonda vya tumbo katika mwili wangu katika jina la Yesu. Haleluya. Sasa wakati mwingine Mungu anakupatia jambo, unapokea muujiza wako, unapokea jambo fulani kutoka kwa Mungu, na muda si muda shetani anaanza kuleta mbegu ya mashaka katika ufahamu wako. Alafu wewe ukipokea ile mbegu na kuanza kuwaza kadiri ile mbegu ya shetani kwenye ufahamu wako, maisha yako yanakuwa vile. Haleluya. Mimi nataka nadhani kuna mtu hapa ambaye ameshapokea muujiza kutoka kwa Mungu na akaona hali imebadilika kabisa, lakini ghafla akarudi kule alikotoka. Imeshatoka kwenye maisha yako. Tatizo halikuwa ni Mungu, tatizo lilikuwa ni ufahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mpendwa, ufahamu wako unaamua maisha yako. Wewe una mpango maisha yako yaweje? Unataka maisha yako ya baadaye yawe namna gani? Haijalishi una miaka mingapi, sijui una miaka 20, 30, 50, 60, lakini leo unaweza ukaamua kwamba kuanzia sasa maisha yangu yanabadilika. Kuanzia sasa maisha yangu yanajaa neema. Kuanzia sasa nasimama imara katika Bwana. Kuanzia sasa siko kama wakale. Kuanzia sasa mimi si wa nyuma, ninasonga mbele. Nataka nikwambie, katika maisha yaliyobaki utasimama imara na hakika utakuwa mwema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wengi wanabaki kwenye shida walizonazo kwa sababu muda wote wanafikiri juu ya hizo shida badala ya kufikiri juu ya Mungu anayeweza kuwaondoa kwenye hizo shida walizonazo. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Unaweza ukawa unatafuta kazi, unaweza kusema mbona
mbona sipati kazi? Kwa nini sipati kazi? Mungu, mbona sipati kazi? Mungu, nakuomba mimi sipati kazi. Unasahau kwamba unawaza neno hupati kazi, maana yake ni kwamba hautapata kazi, kwa sababu wewe umesema hautapata kazi. Tumsifu Yesu Kristo. Badilika. Mtu mwingine anasema, jamani nateseka, maisha haya ni magumu, nateseka. Na unawaza na unatamka hivyo. Nataka nikwambie utateseka kweli. Nataka nikwambie utasimama imara. Haleluya. Ukajua kwamba hii ni leo tu. Hakika kesho yangu inajaa baraka na neema. Hakika hii ni leo tu. Ninakwenda kumtumikia Bwana fadhaa zangu. Nataka nikwambie utadumu katika neema. Haleluya. Unawaza nini juu ya matatizo ulionayo? Mawazo yako yanakuamulia maisha yako. Unavyowaza ndivyo maisha yako yatakavyokuwa. Ndio maana nikakwambia weka ufahamu wako huru, wewe uamue kubadilika. Tutakuja kuangalia zaidi namna ya kubadilika. Na kama utaweza kupata kitabu cha Weka Ufahamu Wako Huru ukakisoma, ili tutakapoendelea na masomo haya uendelee kupata ufahamu. Haleluya. Tutaingia kwa kina zaidi pia, ujue umeathirika kwa kiwango gani. Lakini kabla hatujaenda kwa kina, nataka nikuambie kuanzia leo, badilika. Amua kubadilika. Jua kabisa ufahamu wako una nguvu ya kuamua juu ya maisha yako. Ya nne, ufahamu wako unaendesha mwili wako. Ufahamu wako unaendesha mwili wako. Sio hivyo tu, unaweza pia unajua majibu mengi juu ya mwili wako, juu ya maswali mengi katika mwili wako, na unaweza ukatatua matatizo mengi. Ufahamu